Ni saa 12:30 jioni, saa 11:30 eneo la Maziwa Makuu, saa 10:30 eneo la Kati na Magharibi. Karibu kwenye jarida la Afrika. Hii ni Kenya Coastal News na mimi Beverly Mboke, na hizi ndo baadhi ya taarifa tulizozipa uzito wa juu jioni. Rais William Ruto apanda mlima. Je, atatuliza joto huko? Sudan Kusini ipo kwenye hatari ya kuingiza kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Umoja wa Afrika wazidisha juhudi. So how do you participate in a meeting where at 10 hours in a cabinet meeting you are sleeping? Viongozi wa Zambia waonya dhidi ya kulala kwenye vikao maalum. Karibu tena mtazamaji. Hali tete bado inaendelea kushuhudiwa Sudan Kusini. Umoja wa Afrika wiki hii ulituma ujumbe kwenye juhudi za kutafuta amani ya kudumu. Lakini je, joba ilifika hapa lini? Mwanahabari wetu Sharif Ngala anaarifu zaidi. Wajumbe wenye busara walitumwa na Umoja wa Afrika nchini Sudan Kusini kusaidia kutuliza taharuki na ghasia ya kisiasa. Haya yanajiri wakati hali ya uhasama ikiendelea kushuhudiwa kati ya Rais Salva Kiir na hasimu wake wa kisiasa Riek Machar, ambaye ameendelea kuzuiliwa nyumbani kwake. Ujumbe huo utafanya mazungumzo na wadau wote ili kujaribu kutafuta suluhu la kudumu na kuzuia kuvunjika kwa mkataba wa amani wa mwaka wa 2018. Ziara ya wajumbe hawa ilikuja baada ya wiki 2 zilizopita aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga kutuma Juba kama mjumbe wa jumuiya ya IGAD, ambaye alifanikiwa kuzungumza na Rais Salva Kiir. Sudan Kusini ilipata uhuru wake mwaka wa 2011 baada ya miongo kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali ya Sudan na waasi wa Sudan Kusini. Hata hivyo, taifa hilo jipya lilitumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 2013 kutokana na mvutano wa kisiasa kati ya Rais Kiir na makamu wake wa wakati huo Riek Machar. Vita hivyo vilipelekea maelfu ya vifo na mamilioni ya watu kupoteza makazi yao. Jambo lisilo mjadala ni kuwa uwezekano wa suluhisho la kudumu unategemea utekelezaji wa mkataba wa amani wa mwaka wa 2018 kwa ukamilifu, kuundwa kwa jeshi la kitaifa lenye umoja, kuimarisha kwa taasisi za serikali na kujenga mazingira ya mazungumzo ya kweli na maridhiano kati ya viongozi wa kisiasa. Jamii ya kimataifa ina jukumu la kuhakikisha kunakuwa na shinikizo la kisiasa na misaada ya kiuchumi ili kusaidia mchakato wa amani. Sharif Ngala, Kenya Coastal News. Rais wa Kenya William Ruto mapema wiki hii alizungumza kwa mara ya kwanza kuhusu uhusiano wake na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Ruto alidai kwamba Rigathi Gachagua hakuwa tayari kuunganisha Kenya. Freddy Koteno anaarifu zaidi kuhusu tuhuma za Ruto za ziara ya Mlima Kenya. Rais William Ruto alipotua milimani mapema siku ya Jumatatu alifanya mahojiano na vyombo vya habari vya ndani na kuendeleza tuhuma dhidi ya marafiki wake wa zamani. Wakati wamejaribu kumfanya impeachment ya kwanza, mimi ndio nimezuia. Impeachment ya pili, mimi ndio nimezuia. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Kwani Wakenya walinichagua mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya Wakenya wote? Ruto kwa tamko lake la hasira alianza kuanguka na Rigathi Gachagua ambaye alikuwa naibu wake. Justin Muturi na Ndindi Nyoro pia wako wacho na shoka la Rais Ruto. Ruto alidai kwamba viongozi hao wanaeneza hadithi za uongo na kufanya siasa za kugawanya ambazo zinaweza hatarisha umoja wa kitaifa. Alisisitiza muhimu wa uaminifu, ushirikiano, akitaka wajielekeze kwenye ajenda ya serikali badala ya malengo yao binafsi. Wakwale Mheshimiwa Rais wamesema hii affordable housing iko hapa. Hata hivyo, hali ya anga yaliweza kubadilikia Rais Ruto msafara wake siku ya Alhamisi walipotua katika kaunti ya Nyandarua. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah alikumbana na hamaki ya wakazi wa Nyandarua aliposimama kuhutubia waliohudhuria mkutano huo. Hapa mlimani almost a total of 1000 kilometers ya barabara inajengwa hapa mlimani.
Aidha, kwa upande wake Rais Ruto alipata mgeni mpya eneo la Milimani, huku mbunge wa Marago Mary wa Maua akiruka kutoka upande wa Gachagua na kuungana na serikali ya Rais Ruto hadharani. Kauli ya Ruto zimezua mjadala mkubwa nchini, zikitoa maswali kuhusu mwelekeo wa baadaye ndani ya chama kinachotawala. Fredrick Otieno, Kenya Coastal News. Nataka nimshukuru Mungu ametufikisha na nyuki siku ya leo. Tuelekea DRC. Ni afueni sasa baada ya serikali ya Kongo Kinshasa kuondoa hukumu ya kifo kwa watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi lililofeli Mei mwaka jana. Kinshasa ilisema juzi Jumatano hukumu hiyo imebadilishwa hadi kuwa kifungo cha maisha gerezani. Austin Adika na ripoti hiyo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. I had never shot my firearm that night. Hukumu za kifo za raia watatu wa Marekani waliopatikana na hatia kwa kuhusika katika mapinduzi yaliyofeli nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka jana zimebadilishwa na kuwa kifungo cha maisha jela, ilisema ofisi ya rais katika taarifa yake kwa vyombo vya habari. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kupitia upya mwenendo wa kesi na mashauri yaliyotolewa na pande mbalimbali za kimataifa, ikiwa ni pamoja na mashirika ya haki za binadamu na familia za wafungwa. Wamarekani hao walikuwa miongoni mwa watu wapatao 50 waliokamatwa kufuatia jaribio hilo la mapinduzi, wakiwemo raia wa mataifa mengine kama vile Marekani, Uingereza, Kanada, Ubelgiji na wenyeji wa Kongo. Wote walifikishwa mahakamani mwaka jana kwa mujibu wa sheria za kijeshi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kushutumiwa kwa kuhusika katika njama za kupindua serikali iliyopo madarakani mwezi Mei. Jumla ya washtakiwa 37 walihukumiwa adhabu ya kifo na mahakama ya kijeshi mwezi Septemba, ikiwa ni hatua iliyozua wasiwasi mkubwa katika jumuiya ya kimataifa. Miongoni mwao walikuwemo raia wa Marekani Marcel Malanga, Tyler Thompson na Benjamin Zalman Polun, ambao walihusishwa moja kwa moja na mipango ya jaribio hilo la mapinduzi. Wote watatu walipatikana na hatia ya njama za uhalifu, ugaidi na mashtaka mengine mazito yaliyohusiana na usalama wa taifa. Hukumu yao imevutia tahadhari ya mataifa ya magharibi, huku serikali ya Marekani na mashirika ya kimataifa yakiendelea kufuatilia kwa karibu hali ya wafungwa hao na wengine waliopatikana na hatia katika kesi hiyo. Nikiripotia Kenya Coastal News, jina langu ni Austin Adika. Kwa taarifa hiyo ya Austin Adika, tunapata nafasi ya kwenda mapumzikoni. Tutakuwa tukirejea muda usiokuwa mrefu. Karibu tena mtazamaji kwa awamu ya mwisho wa matangazo haya, ambapo tunarejea DRC. Hatimaye kuna nuru gizani baada ya Qatar kujitolea kwa mpatanishi wa mzozo unaoendelea kati ya Kinshasa na kundi la M23. Taarifa ya mwanahabari wetu Kennedy Msambai inachora taswira ya msimamo wa serikali ya DRC kwamba hakuna haja ya mabadiliko ya baraza la mawaziri. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mapema wiki hii imekubali kukutana kwa mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa M23 ambao wamepata msaada kutoka kwa Rwanda tarehe 9 Aprili huko Doha nchini Qatar. Kwa mujibu wa shirika la habari RFI Swahili, mazungumzo haya yanalenga kutatua mgogoro wa kisiasa na kijeshi unaoendelea kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23. Haya yanajiri wakati wanasiasa wa upinzani wamezidi kususia mashauriano yaliyoanzishwa zaidi ya wiki moja iliyopita na Rais Felix Tshisekedi, ambayo yanalenga kuunda serikali ya umoja wa kitaifa na kutatua suluhu ya kudumu kwa hali ya kisiasa nchi hiyo. Juzi Jumatano, wakati alipokuwa akizungumza na wanachama wa vyama vya kiraia, waziri wa sheria Constant Mutamba alisema kuwa hakuna haja yoyote ya kubadilisha baraza la mawaziri liliopo sasa. Mutamba alisisitiza kuwa serikali inaendelea na mipango yake bila hitaji la mabadiliko kwa sasa. Kundi la M23 limekuwa msumari moto kwenye kidonda cha serikali la DRC kwa zaidi ya miongo miwili sasa. Matumaini ya Wakongo pamoja na Waafrika kwa jumla ni kwamba mazungumzo haya ya Doha yataleta suluhu ya kudumu. Kennedy Msambai, Kenya Coastal News. Tumalizia na taarifa ya maziwa makuu. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema na laani vikali tabia ovyo za viongozi kulala bungeni. Hichilema alitoa onyo kali kwa mawaziri wake wenye tabia ya kusinzia wakati wa vikao vya serikali, akisisitiza kuwa hulka hiyo ni vikwazo kwa maendeleo ya nchi. Akizungumza katika hafla ya kumwapisha waziri wa serikali wa mitaa Gifts ya Lubalo,
Rais Hichilema alionyesha wazi kutoridhishwa na baadhi ya mawaziri wanaoshindwa kuwa makini na kushiriki kamilifu katika vikao vya maamuzi muhimu. Alisema kwamba mawaziri wanapaswa kuwa macho, makini na ubunifu badala ya kusinzia, jambo lililoathiri utendaji wao na kuchelewesha utekelezaji wa mipango ya serikali. Aidha, aliweka wazi kuwa tabia hiyo ikubaliki na akaitaja kuwa aina ya uhalifu dhidi ya wananchi wa Zambia, kwani inaleta uzembe serikalini. Hichilema alisisitiza kuwa serikali yake inalenga wajibikaji na ufanisi katika utendaji. Hivyo mawaziri wanaopuuza majukumu yao watachukuliwa hatua. In cabinet, somebody is sleeping at 10 hours. The question is that, where were they? At 10 hours, if you can start gonking there, to me, that is a crime. A serious crime. So how do you participate in a meeting where at 10 hours in a cabinet meeting you are sleeping? Kwa taarifa hiyo kutoka Lusaka, Zambia, inahitimisha jarida la Afrika wiki hii. Shukrani za dhati kutenga muda wako kutazama taarifa hii. Kwa niaba ya wanahabari wote waliofanikisha habari hizi, mwelekezi wangu amekuwa Kelvin Kimoni, nami naitwa Beverly Mboke na kutakia wikendi yenye baraka tele.